Hapa niko na Washira mwenyewe hapa sokoni. Ndiye anamalizia mzigo, nikamwambia acha nikuje nione hiyo mzigo ilikuwa. Niambia ilikuwa safi sana Washira ni aje? Poa sana. Kwa fiti Kabisa. hii kitunguu ndio mnaitangaje? Mangola. Hii ni Mangola yenyewe. Yes. Kwa nini kitunguu anaitanga Mangola? Hii ni mbegu. Inaitwa Mangola. Na hii jina ilitokana na place inalimiwa. Hiyo sehemu ni kama place inaitwa Nairobi. Okay. Sasa kuja na mbegu fulani waite Nairobi. Sasa ndio maana inaitwa Mangola. Hii inalimiwa place inaitwa Mangola. Inalimiwa mali inaitwa Mangola. Yes. Hawa kulima wanajitengeneza hii mbegu ama wananunua kwa duka? Hii sio hybrid. Hizi hybrid. Hii sio hybrid. Hii unapanda sehemu fulani yako, probably unalima 1 acre. Alafu unabakisha kakota kujitengenezea mbegu. Kila mkulima anabakisha kamali ka mbegu. Majority of them. Majority of them Especially wenye ni large scale farmers. Nini inakuanga special na hii kitunguu? Mbona kwa nini hii yani kitokanga tu inatwekanga chini? What happens mostly huko kuna watu wanalima large scale farm. Napata msee huyo ako na bao 1000 acres. Pengine yako hivyo, alafu inatokaga yote kwa pamoja. Okay. Sasa unapataga at a time ikianza kutoka tu once. Kama kitunguu ilikuwa 100 probably today. Yes. In the next 3 days utapata kitunguu ikiwa 50. Kwa sababu hiyo kitunguu inatoka kwa umoja, kwa pamoja, kwa sehemu moja. Kwa sehemu moja. Mafanzo wananiulizanga sana pale. Hii kitunguu inaenda kuja hadi lini? Hebu waambie tu kweli. Unajua zingine nawaambianga wanaona na wapimu. Okay, kuna watu kadhaa huwa tunaongea na wao. Okay. What I normally tell them, yes. Kitunguu ikifika mwezi wa 5 kama yako kama hujavuna. Yes. Prepare yourself kwa sababu kutakuwa na a very tough battle. Kwa sababu kitunguu lazima itashuka. Because kitunguu yao ikianza mwezi wa 5 all the way mpaka December. Mpaka December. All the way mpaka December. From the horse's mouth. All the way mpaka December. Sasa kitunguu inaanza tena kurudi kidogo bei January, February, March, April na part of May kidogo. Lakini Mangola ikitoka once and when probably kuna mwenye anaweza kusema pale kama kuna kitu shame hapenia kama hivyo. From mwezi wa 5 all the way mpaka December. It's very ni common sana kuwa na bei yenye iko below 50. That is from especially in Kenya, in Kenyan land. Ni ngumu sana upate mtu ati aliuza kitunguu above 55. Especially hii mwaka tu nimeona kumekuwa na hizo nini za mabei inapanda inashuka, lakini wakati mwingi kitunguu inakuwa 20 bob, 30 bob and so forth. Yes. Na sasa hii kitunguu kingine nimeona ngozi haitoki. Kwa nini? Hii ni mbegu. Because actually and I was even trying to nilikuwa naambia wasee wajaribu kulima hii mbegu because number one Neptune currently nasikia ni around 45,000. Yes, 45. Hii mbegu 1 kg ukiwa na 20 kg hata wewe ulishai kutumanishia karibu lakini anaelewa chani tumalishia na nimeipanda by the way. Sasa nimeipanda. What happens kitunguu inakuwa around 20,000 to 22,000 uko na hiyo mbegu, lakini ni 1 kg ni 1 kg na ukilinganisha na nini na Neptune ni 45,000. So ukiwa na 45,000 unanunua kilo ngapi? Na production yake iko sawa kabisa. Ni kweli. Plus even storage kitunguu hii na watu wanasemaga ati imedryiwa na machine. That's not true. Wengine wanasema inapigwa dawa. Zinapigwa yes, because hata hapa Kenya inapigwa dawa ya kukauka hii. Ipigwi ile dawa ya kwekwe. Hakuna. Na by the way Washira alikuwa ameniambia ukipata ukifanya hivyo ni huko Tanzania it is very unfair. Tupate msee ati amelima kitunguu. What they normally do wanaangalia ka quality because kitunguu haikuliwi Kenya peke yake. Pia hata wao wanatumia nini hivi vitunguu. So serikali yangu inakuwa very clean. If we get you are using ukulima yenye haifai. Kuna venye kuna sasa kuna hizo tough nini? Kuna hizo regulations wameweka. Ni hatia. Usiwe danganywa ati mbegu imepigwa nini? Hata anaulizaga mtu. Ukikula viazi zenye imepigwa dawa, si lazima itakuwa na repercussion? Lazima. How comes hii imepigwa dawa ya kukausha na ukikula ina shida? Ukikula ina shida ni kweli. There is no way. Inakuwa tu ni mbegu yake inajikaushia vizuri. Alafu number 2, Mangola ile weather iko huko. Ni kama hii especially ya Kajiado, Ukambani, part of Ukambani na Isiolo. Hata Isiolo ukienda utapata kitunguu kamekauka kama akakiwa tu kwa shamba. Asante ilipigwa dawa. Kajiado the same and you can testify. Ukambani the same.
So wenye wanasema ati ni dawa, sio dawa. Sio dawa. Ikivunwa nikuulize, kuna mwenye alikuwa ananiambia kwa hizo beseni hizo zenye ziko kwa shamba ati wanakuja wanakata majani alafu nifunika. Yes. Ni hivyo. The reason as to why they normally do that one ni ibadilishe rangi. Ibadilishe rangi. Itani kalaida. Yes. Ikivunwa iko hivi. Ilikuwa nyeupe. Ilikuwa ama ilikuwa na karaki tu. Probably ilikuwa kama hii. Unaona hii? Penye nakaa mpaka iko na hii nini? Ikifunikwa for 2 days inatani inakuwa kama hii. Wakulima mmesikia? Mmesikia wenyewe hapa bila kufanya kitu ipate kala. Sasa kitu but in Kenyan unavuna ukipack hata mkulima anasema isilale. Kama kutakuwa na any expense ya security ni kwa baya. Huko hana hiyo story. Huwezi vuna, it's very, ndio maana siku nimekuonyesha kwa gari nyingine venye ilifanywa. Umeona difference ya hii na hii? Ni kweli. Ili harvestiwa ikafunikwa for 2 days then sasa tukaipaka. Ndio tukaipaka. Kitunguu imekauka sasa, imekauka honestly. Sasa kitu kingine wanaangilizanga ni hii net. Hii net ni kilo ngapi? Hii sana sana hii imepimwa 105 105. Lakini sasa ikifika hapa inawe inachezea 103 104 inashukisha kilo because of water content. Sasa swali controversial kidogo ndakuuliza, nataka ujibu. Wewe ukinunua ile huko unanunua ikiwa 100 ama 105? Unalipia 105? Yes. Si 100. Hiyo 5 niliambiwa ni ya kuongeza. Haikwangi hivyo. What happened? Unajua in the recent life tuko na sasa hivi vitu zinaenda zikibadilika. In some years back tulikuwa tunanunua net 3 inakuwa ni net ngapi? Tulikuwa tunanunua net 3 hii kubwa. Yes. Sana hizo zilikuwa zinapima 70s and so forth. Sasa inakuwa ni net moja. Unalipia moja? Yes. 70 moja. Yeah. Lakini sasa wale walikuja na ideology nyingine. Sasa wakasema tunanunua na kineti. Kineti moja. Kineti moja. Alafu tena si yetu Tanzania wanakuwa na laws zenye zinalilia wakulima, zinawatetea by the way. By any chance. Si wamesema kwa katiba yao ni 105 kg. Ukipatwa na 106 ngapi? 106 kilo moja. 106 moja kwa gari yako. 106 net moja tu imepima 106. Hizi zingine zote zikapima 105. Hiyo moja hiyo ni 50,000 Kenyan shillings. Na hiyo hakuna kuongea, hakuna compromise ati ni net moja. Wewe unajua unafaa kupima 105 kupatwa na 106 moja. Hii kuna wakati imekuwa imekuliwa 50,000 hivi. Like 2 months. Juu ya moja, lakini nembo kwa shamba hakuna kilo. Siko. What happens as I told you, Mng'ora mostly wenye wanalima ni watu wako na uwezo because hata wengine hapo wako bado kwa serikali. So wao wana initiate laws zenye zitakuwa zina favor. Right? Yes. So kama hii Mang'ola huwezi fanya chochote. Huwezi pitisha kilo Mang'ola. Na baini chance upatwe tu na moja. But kuna sehemu zingine zinaitwa akina Ngage, kuna akina Sikida, kuna akina Babati. Hizo utapima hata 140. Because hakuna watu na shughuli. Kwa sababu wakulima wao kutoka nayo. Shida ni ndani net inakaguliwa kwa boda. Si kwa boda. Ni kwa shamba. Ni kwa shamba. Kuna gari inafanya patrol. Kuna gari inafanya patrol. Kama kuangalia kitu. Na because huko si kuna wale wazee wa mitaa. Pia pale wako. So wanajua leo huwa anavuna kitunguu. Right? Leo wanajua our video man pale anavuna kitunguu. So kuna ule wamepewa hiyo nini mandate ya kuangalia mashamba wenye wanavuna. So unapata tu umegonga jamaa anakuja na kilo yake. Anasema pima ile. Unalipia fine hapo. Huko kwa shamba hapo. Plus kuna place watu tunalipia sesi. Ukiepuka shambani utaepuka pale kwa sesi. Anaweza pima rando. Hata anasema hata atasema ile ya stick ya kwanza. Kwa ile iko pale because pale wako na vijana. Ukipatwa kama imepitisha kilo, unashukisha mzigo yote on your own cost. Alafu yote inawekwa 105. At your own cost. Alafu unairudisha. At your own? Unairudisha wapi? Kwa gari tena. At your own cost. Alafu sasa unahesabiwa venye utalipa hiyo sesi. Sasa watu wanalipa na gunia. Sasa probably uko umelipa sesi ya gunia 100. Imerudishwa ikazaa tena gunia 5. Kwa hizo tena utalipa. On the same hand, ukitoka hapo lazima 50,000 ufanyaje? Ulipe. Right.
Na hapa ndio unapata Kenya sisi tuko na mashida. Unasikia Nyeri kitunguu iko 30. Sema tu. Iko 35 ama 30. Ukikuja Kajiado kitunguu iko 50 ama 55. Sasa mle bei inakuwaga moja. Wakisema leo tunapandisha kitunguu, kuna unity. Yes. Kuna kitinato unity. Wakisema leo tunapandisha kitunguu, inapanda. Wakisema tunashukisha, inashuka. Sasa huko kwetu hakuna kitu kama hiyo. Huko unauza bei yako, ule anauza bei yake, hivyo hivyo. Haya, sasa nataka nimuulize swali, from January to April unakula kitunguu ya Kenya. Yes. Nataka leo tuongelee mbegu na mtu wa soko. Sawa? Sio mimi nimesema. Asijamwambia aseme hivyo. Sasa msinione. Haya, mbegu zile popular zenye unajua. Na niambie mbegu mbili ama moja yenye ukienda tu upate kwa shamba unafurahi. Siseme Neptune tu. Neptune. Hata utaki kuongea sana. Neptune kubigoza hata unajua what you normally do sisi we are guided by our customers. Ni kweli. Because if nikuja na product yenye customer atapenda, loss itakuwa kwa nani? Ni kwako by the way. Sisi tunakuja na product yenye ita satisfy customers wetu. Because it is my happiness. Nifike soko probably asubuhi by around 7, let's say by around 7. Na mzigo by around saa 2 imeisha. It's not my happiness that niuze mzigo siku 4. Na because najua kuna venye naweza fanya niuze mzigo na siku moja. Napitia hiyo barabara. Sasa ni hiyo ya Neptune tu. Utapata shamba zingine zinaiuza bei kubwa, but nikifika sokoni venye tu itafurahia mimi mwenyewe. Inaitana. For instance, in our market, kuna soko iko pale inauza zile 20 kg. Na kuna hapa utapata ile soko iko na kitunguu ya Nyeri inauzwa 50 soko. Utapata mtu akona Neptune hapa nyuma anauza 65. Ni kweli. Right? Bona na soko ni moja. Ni kitu inaitwa product. Simu umesikia? Umesikia watu wangu. Ndio huyo. Na wenye huwa wanapiga probably in such cases na waweza taka sana wafike sokoni. Ndio. Because huku soko itakwambia ukweli. Ni ukweli. Utapita huko nyuma uone bei yake. Kuja hapa nyuma uone bei yake. Na hata hapo ukikuja uniambie nataka gari mzima na 60. Na nilikuwa nauza 65. Na niliwaambia by the way soko hapa Marikiti kuna side mbili. Ile unasikia anasema. Kuna side ya vitunguu za Kenya, kuna side ya vitunguu za TZ. Exactly. Sasa kwa hii side ya vitunguu za TZ, mimi niko na kitunguu yangu Neptune niko karibu kutoka in 2 months. Ikiwa unaweza leta hapa. Uko sure? Na uipackage kwa Inet. Kwa Inet? Kaza ifunga 50-50. Naweza ifunga 70-70. Okay. And so forth. Yes. Lakini sasa kama ni za 2020 ni wapi? Huko. By the way, hapa najua kuna work plan nyingine pia by the way ukipata mnunuzi kama huyu. Kuna venye mnaweza come draft agreement. Si ndio? Umpe kitunguu, nimesikia hata there is traders kama yeye wamebuild trust na wakulima TZ. So unapata kwa shamba halipi. Unapata mzigo enda uuze. Unapewa mzigo enda uuze. Alafu unilipe ushauza. Sasa unaweza tafuta washira by the way, upigie simu mjadiliane. Muelewane. Sio inawezekana. But in most cases because tupendi bibi mtano sana. Mimi sipendi ama isemekane Rewaza alikula do yangu. Ndio kweli. Ama alifanya aje? In most cases mimi napendaga kutumia pesa ya nani? Yako. Because nikitoka hapo hatuna kitu tunavutania na wewe. Mimi nikienda nimeenda. Nikienda nipate faida well and good. Nikienda nipate hasara sitakuwa na account eti ilikuwa ni kuna deni ya huyu ama nikikuwa na najificha. Ndio kweli. Nasikia vizuri. Na sasa wakati wa mvua mimi ninapanga the biggest challenge hapa unapata kitunguu inauza sana. Reason in most cases ni guess ni hii maneno yetu ya nini ya weather. Unapata ile wakati kitunguu ile wakati kuna summer. Hatuvuni Mangola. Tuko sehemu zingine zinaitwa Singida. Na hiyo mbegu ya Singida inakuwa very contradicting sana because ikipatwa na kaunyevu kidogo inaoza. Ni kama sasa
vitunguu za sehemu zingine tu bado. Kuna ile ya Kajiado na kuna sehemu nyingine. Kuna sehemu nyingine ikipatwa na especially za Kitale. Ikipatwa na kabaridi kidogo inaanza kuoza. Kuna hii ya Kajiado hata ikipatwa na kabaridi kidogo inajaribu kustahimili. Na ni kama hii. Hii hata ikipatwa ikinyeshewa shambani. Bora tu ukuje uimwage vizuri itakauka. Lakini ya Singida ikinyeshewa my friend, hiyo imeisha. Hiyo hata hakuna story nyingine. Inakuwa katani. Sasa huko TZ kuna grades ngapi? Hapa naona kuna grades 3. But for me, most of my customers wanataka grade ngapi? Wanataka medium na inakaribiana na medium nono kidogo na sasa hii large. Kwa sababu sasa Tanzania kuna zile mama extra. Hii ndio large na paka ya TZ. Hii ndio large. Unaona? Hii ndio large. Tungu safi. Tungu ya 10 hii. Hapa kuna kitunguu zenye zinaweza kuwa 8 to 10 meka kilo. Sasa hii ni kitunguu utauza 80 pale kibandaski ama upate 100, ndio? Hata sasa kuna hizi za 310, 3 mbao. Hapa ndo unapata ile size ya soko sasa, watu wa vibanda. Hizo product bana ndio hii sasa. Hii ni 310, 3 mbao. Na inarudisha sana. By the way, inalipa. Tumefanya nini hapa hivi? Na tumelearn something. Naweka hiyo video muone. Ile kitunguu inaweza rudisha. Sasa the meantime, Wachira najua anashughulika, umeniambia kuna gari nyingine inaingia kesho. Kesho asubuhi. Hata jana nimekuwa na bado hapa. Wateja wakuje. Kesho asubuhi. Hata kama uko far, tunatuma kama parcels. Kama uko Kitale, uko Kakamega, uko Busia, uko wapi, Rwanda uko, hii ya Kenya, hii Londa ya Kenya. Kama uko Machakos, uko Kitui, huko ni wali customers wake wako. Yeye anataja kwa customer. Hata Mombasa. Hata Mombasa unatuma. Kuna intrita tunatumia inaitwaje? Mashkul. Tunatumia Mashkul. Nasikia mzigo inaenda countrywide, Waambie namba yako for deliveries. Hiyo ni 0707 938 838. 0707 938 839. Ukitaka constant supply, well dried onions. From January to January, this is my biashara. January to January yako hapa. This is my biashara. Kweli. Sasa wewe mpigie, ukiingia sokoni, mwambie uko wapi, nataka nikupromote, nilikuwa na pale na Rasta. Actually kuna video tulifanya na wewe. For instance, jana nimetuma kilo 600 Kakamega. Kuna mwingine wa place nyingine, sijui inaitwa aje? Ile Oyugis. Kuna customers wa Oyugis. Na mmoja anakujua. Sasa anaitwa si Dana man what? Ken, rafiki yangu nilipigia namba yake. Anakujua. Hata juzi tumemwekea kilo 500. Na Marvin alikupigia. Kuna mama mwingine bado alisema ukisema jana. Hiyo ni mzuri. Tunaona customers wana come through. Jana tumemwekea kilo 600 Marvin. Hata nimefurahi. Hata ilipelekwa na ule jamaa. I am very happy by the way. Customers wana come through. Asanteni, So usisumbuke kutafuta kitunguu. Na ndio hiki kitunguu kwa wingi, Hapa gari zinakuanga back to back, daily. Ameniambia by the way kuna time inaweza fika, hebu tuongelee magari. Wewe ukiapproximate gari ngapi zinaingia kwa wiki kutoka TZ? Gari kwa wiki inapita 50. 50 ni kidogo hiyo. Kwa wiki. Kwa wiki. Kesho ni Monday. Kesho kama gari zitapita kidogo 20 something. Siku moja. Unajua zote zikujagi. Sasa unajua kuna zenye zitakuja huko. Kwenye itaenda Githurai, kwenye itaenda Kangemi. By the way. Kwenye itaenda Korogocho, kwenye itaenda side za Machakos huko, Murolongo and so forth. Unaniambia kwa wiki inaweza fika gari 100? 100? It is much possible. It is much possible because mostly hapa kwetu on Mondays naingia gari 12. 8 to 12, Then hesabu kwingine. Kwingine tuseme another 12 countrywide. Hiyo ni already hiyo ni 24. And one day. Sasa afanye hesabu yako. Hata sema zifike hata siku zinaingia gari 15 at a day. Gari 15. Na kuna zingine zinaenda Mombasa.
ukumbuke, si ati ni Nairobi tu. Kuna zingine tena mpaka Nakuru. Actually Nakuru hata ni mingi sana. Kuna soko kama hii. Nakuru wanakula sana kitunguu. Vika wanakula kitunguu sana. Embu wanakula kitunguu sana. Hii Githurai iko hapa. Hii pia unapata karibu 6 a day. I have my friends from that point. Kitunguu inaliwa. Kitunguu inaliwa. Wakulima. Tuone vile tutapa wa game. Pia sisi tuone vile cost of production, najua cost of production. Unajua what happens in Tanzania, government yao huwa inalindia wakulima sana. Because utapata the cost of production ni kitunguu tunanunua na 20 something Kenyan shillings. Hapa hata yenye inakuwa sasa na gharama sana ni expenses. Broker, neti, kamba, hiyo sales, transport, because transport hii gari tulipia kutoka from Tanzania tu hapa tunalipia 110,000. Sawa? Kuvukisha gari pale kwa mpaka 24,000. Broker anakula 20k. Vijana wa kazi wanakula around 30,000. Kuload ama nini? Kuload, that is from grade 30k. Yes. Sio kama Kenya, because Kenya unapata ukipewa broker shilingi 3 ni agharamike kila kitu. Huko hakuna hiyo. Huyu yako kando, huyu yako kando. That's why unapata hii umenunua bei rahisi lakini itafika na bei kubwa ngapi? Hapa. Itafika na bei kubwa hapa. But I'm honest, one day in one of the finest day, tutakuja kupotea huko na tutumia our product. Ndio. But as of now, hatuwezi kula kitunguu yetu, hatuwezi jistahimili. Ni kweli. Because kulingana na ile design kitunguu inaliwa. Hata wa Sudan wakikuja hapa 2 weeks Kenya itakosa kitunguu. There was a time 2024 walikuja Nyeri for 2 to 3 weeks ili yetu kama ina kitu wakaingia Laikipia ikakuwa the same, wakateremka Isiolo ikakuwa the same, na kitunguu ikapanda bei. Ndio ile iligonga 140. Yes, 160. It was that time. Unakumbuka hiyo time? Tukaendea mpaka Ethiopia. Kuna wale walikula kitunguu vizuri, walipata faida. Niko na friend anakuaga Nyeri, sijui alitoka kwa ngapi, alipata around 14 minutes. Yako na lori mbili. Very possible. Sasa niambia ile shamba yote alikuwa na rent. Alikuwa anaambia leteni account tunawekea, akachukua shamba zake zote. Noma sana. Tena sasa unajua hii in Kenya, especially in Kajiado. Kajiado unapata 1 acre unalipia 10,000 per month. Sawa? Kwa 1 acre. Ukienda sehemu nyingine utapata shamba sio bei kali sana, ni 50,000 especially na hapa Gong Kimuka hiyo area. Sasa ukienda hiyo cost ya shamba, cost ya maji, right? Cost ya madawa, cost ya mbegu, cost ya labor, hiyo mzigo itakuwa before ikuje kukua kama hii kwa soko. Itakuwa na bei kubwa sana. Itakuwa na bei kubwa sana. Amesema hata mtu anataka ndio anamwambia wewe. Sawa. Lazima ashughulikie pia customer. Unajua tuko sokoni wasee. Tuko sokoni. Sasa saidia ile kilo kama imemaliziwa. Nataka tuwaonyeshe vile ya kutengeneza pesa. As a buyer, bii tuko Kakamega, uko Kisumu, uko wapi? Tunataka kuonyesha hesabu ya pesa. Hesabu ya pesa sasa. Weka hapa. Cameraman karibia wetu wanaweza ona, wanaweza soma kwa kilo. Huyu alienda wapi? Nataka tupime kilo moja. Kilo moja. Okay, kwa kibuli ndio uone. Hii ni kitunguu ile ya. Unaweza uza tatu mbao. Unaweza uza tatu kumi. Kuna hadi tatu kumi. Tatu kumi niliwaambia iko. Sio hii ni tatu mbao. Tatu kumi ndio hii wase. Tatu kumi ndio hii. Sasa sasa ina wachagulia tatu mbao. Tunafika. Sasa tumefika kilo. Tumefika kilo. Mnaona? Kuja ndugu. Sasa hapo unaona hiyo ni kilo moja. Na hizo ni za tatu mbao. Zikiwa 5 hivyo uko na so moja. Hapo uko na so. Wakulima. Nashindanga nawaambia hii ndio kitunguu ya soko Hii ndio kitunguu ya soko. Hata niwekee zile ndogo ndogo kutoa hizi. Saidia kutoa hizi chini.
Hata sasa tuwaonyeshe ile ya 310. Unajua unaweza shangaa. Na hii itarudisha kweli? Hii itarudisha kweli? Kwa panet moja, hizi ziko panet moja tunatoa. Alikwambia anachukuanga grade 2. Ashira anachukua grade 2. Hizi ni kubwa hapo kweli. Hizi ni kubwa. Nataka hizi. Bado. Na hiyo ni media. Hapa umetengeneza customer. Bado. Sasa wase mtaani pale, hii ndo kitunguu ya mafamilia. Kwanza pale kama uko karibu na mashule. Ndio hii kitunguu. Hizi ni ngapi? Hebu tu count. Hapa tu count sasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 times 5. Hiyo ni 130. Hapo uko na 130 wase. Minus 60. Minus Kuna 60. 70 bob. Hapo uko na 70 bob faida. So Ukiuza kilo 10 uko na 700. So Kapteni Wachira hapa, kazi mzuri pamoja na vijana, ndio hii squad ya delivery countrywide. Waambie namba 10. 0707 938 838 Kabisa. Nitaiweka hapo. Shukrani sana. Huyu ni mori wangu sana. Kata hiyo.